Neema ya Mungu ni nini? Neema ya Mungu ni zawadi kuu ambayo Mungu ameitoa kwa wanadamu kupitia Yesu Kristo. Si kwa sababu ya matendo yetu mema, bali kwa mapenzi na upendo wake usio na kipimo. Katika maisha ya Mkristo, neema ni msingi wa wokovu, ni kielelezo cha upendo wa Mungu na nguvu ya kuishi maisha ya ushindi. Neema kwa neno la Kigiriki tunasema ni charis, ni fadhili zisizostahiliwa, yaani ni baraka, rehema au msaada kutoka kwa Mungu ambao haukupatikana kwa juhudi zetu wenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Neema katika eneo lingine tunasema ni chanzo cha wokovu. Mtu angalia kitabu cha Waefeso 2:8. Neno la Mungu linasema, kwa maana mmeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zetu, ni kipawa cha Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe wokovu tulio nao sisi ni neema ya Mungu. Sio kwamba ulistahili wewe ukaokolewa. Wako wengine ambao wako katika maisha mabaya, hawajamjua Mungu mpaka leo. Wako katika watu katika maisha ambayo hayampendezi Mungu. Wengine sasa hivi leo asubuhi wameamka, wana mambo yao ya ajabu wanayafanya. Na wengine sasa wamepigwa katika maeneo ya kufumaniwa huko kwenye magesti. Wengine asubuhi ya leo wamepigwa kwa sababu ya ujambazi. Wengine asubuhi ya leo wamefanya mambo ya ajabu. Kwa hiyo wewe unayepata neema ya kuokolewa na Mungu, ni Mungu amekupa neema, amekupa upendeleo. Amekupa upendeleo wa pekee wewe kuokolewa. Leo hii unaitwa ni mlokole, ni mtu wa Mungu. Mungu amekupa neema. Kwa hiyo hii ni neema ya kipekee. Na neema ni chanzo cha ukombozi. Kwa hiyo Mungu ametupa ukombozi, ni neema ya Mungu. Unapaswa kumshukuru Mungu, kusema Mungu asante kwa neema hii, maana sikustahili. Mimi nilikuwa mtu wa pekee, wa tofauti, ningekuwa kama wengine wa duniani, lakini Mungu umenipendelea. Umenipa upendeleo, umenipa kibali cha kukombolewa na Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kumbe neema ni chanzo cha wokovu. Tumeokolewa kwa neema kwa njia ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Neema pia inafundisha kuishi maisha matakatifu. Hii neema tuliyo nayo hii ya Yesu Kristo inatufundisha kuishi maisha matakatifu. Hebu tuangalie kitabu cha Tito 2:11. Nitasoma. Maana neema ya Mungu iwaokoa wanadamu wote imefunuliwa, nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za dunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika dunia hii ya sasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Neema haituruhusu tuishi jinsi tunavyotaka. Yaani kama umeshaokolewa kwa neema, hauwezi ukaishi unavyotaka wewe. Yaani ukaishi tu maisha unayotaka wewe ya ovyo ovyo tu ambayo hayampendezi Mungu. Lazima tuishi kwa kuishi maisha ya utakatifu, maisha ya heshima, maisha ya kumcha Mungu. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa sababu tumepata hii neema ambayo ni tumepata kama upendeleo kutoka kwa Mungu. Tumeokombolewa. Tusiishi tunavyotaka. Basi lazima wewe uishi kama Mungu anavyotaka. Maisha ya heshima, maisha ya utakatifu, maisha ya kumpendeza Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo hii neema ambayo tumeipata inatuwezesha sisi kuishi maisha yaliyo matakatifu. Lakini neema ya Mungu pia inatutosha. Neema ya Mungu inatusaidia sisi tuweze kuwa na utoshelevu usio wa kawaida. Wakati mwingine unaweza ukashangaa unapitia katika mambo magumu, unapitia katika mambo mazito, lakini kwa kuwa neema ya Mungu iko juu yako, neema ya Mungu inakutosha. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Angalia kitabu cha Wakorintho wa pili sura 12:9. Maana kaniambia neema ya Mungu ya kutosha. Bwana Yesu asifiwe. Unapitia mambo gani? Neema ya Mungu inakutosha. Amen. Ukitambua kwamba Mungu yeye ni mkuu kwako, anaweza yote, yeye Mungu neema yake inakutosha. Amen. Unapitia jambo gani? Neema ya Mungu ipo, inakutosha. Hata ulipofika asubuhi ya leo hii, ni neema ya Mungu tu iko juu yako. Kuna wengine waliamka leo hawajaweza hata kufika mahali hapa. Kuna wengine wamekuwa wametamani kufanya mambo fulani hawajafanikiwa, lakini neema ya Mungu kwa sababu inatutosha ndio inayotuwezesha sisi kuishi tulivyo hivi sasa. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Sasa mafanikio leo nayo pia unagundua kwamba ni neema ya Mungu pekee. Yamkini kuna mwingine hapo Mungu amekusaidia umejenga nyumba. Mwingine Mungu amekusaidia leo umesoma, umepata nafasi ya kupata hata degree. Wengine wamepata masters. Mwingine Mungu amekusaidia umefanya biashara, umefungua biashara yako.
Mungu amekusaidia kukupa watoto. Mafanikio ulio nayo ni neema ya Mungu. Si kwa akili zako. Kwamba wewe ni mzuri sana mbele za Mungu. Ni Mungu amekujalia hiyo neema. Neema ya Mungu imekukalia, na ndio maana unaona mafanikio ulio nayo Mungu anafanya kwa ajili yako. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu tuangalie kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 10. Lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo, wala neema yake iliyonijalia haikuwa bure. Utaendelea mistari inavyoendelea inavyomalizia. Lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo. Kwa hiyo hivi ulivyo ni Mungu, ni neema ya Mungu. Na anasema wala neema yake iliyonijalia haikuwa bure. Hebu jitazame jinsi ulivyo. Jitazame jinsi ulivyo hapo sasa hivi. Hebu jiangalie. Hivi jinsi ulivyo unajua kwamba ni neema ya Mungu. Amen. Uzuri ulio nao unajua kwamba ni neema ya Mungu. Amen. Baraka ulizo nazo unajua kwamba ni neema ya Mungu. Amen. Utukufu ulio nao unajua kwamba ni neema ya Mungu. Amen. Kinachotusaidia sisi kuishi ni neema ya Mungu iliyokuwa juu yetu. Amina. Mafanikio yako unayoyaona hata kama ni madogo kiasi gani, ni Mungu ameweka neema yako kuyapata. Amina. Lazima umshukuru Mungu kwa neema yake. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati mwingine unaona unapitia kipindi kigumu, ukawaza kwamba hivi kipindi kigumu unachopitia hivi Mungu yupo, hivi ninapopitia hivi au ninapopitia jambo hili zito, hivi Mungu yuko pamoja na mimi kweli au Mungu ameniacha? Wakati mwingine Mungu anataka kuruhusu mambo, lakini sio kwamba neema yake haipo. Pengine asingekuwa neema ya Mungu hata ile unalopitia ingekuangamiza kabisa. Lakini haujaangamia, unaishi kwa sababu neema ya Mungu bado iko juu yako. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Faida za neema ya Mungu. Hebu tuangalie faida za neema ya Mungu. Neema ya Mungu ina faida gani kwetu? Na kwa nini tulitake neema ya Mungu? Faida ya kwanza ya neema ya Mungu, inakupatia baraka. Tuangalie kitabu cha Zaburi 84 mstari wa 11. Amen. Bwana hata wanyima kitu chema wao waendao kwa ukamilifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Neema ya Mungu inatusaidia sisi kuweza kupata vitu kutoka kwa Mungu. Vitu vya utoshelevu, yaani tuwe watoshelevu, tuwe na vitu vya kutosha, ni neema ya Mungu. Na ndio maana mwanzo nikasema kwamba baraka ulizo nazo ni neema ya Mungu. Kwa hiyo neema ya Mungu inatupatia baraka. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini namba 2, neema ya Mungu inatupatia utukufu, ambao utukufu huo unakuwa juu yetu. Unapoona mtu amejaliwa neema ya Mungu, anakuwa ni mtu mwenye utukufu. Anapoongea anaongea kwa utukufu, anapozungumza anazungumza kwa utukufu, anapokaa anakaa katika hali ya utukufu wa Mungu. Na ndio maana wakati mwingine unaweza kushangaa mtu anatembea anasema, lakini mbona kama mlokole? Jinsi unavyozungumza, jinsi unavyokaa, jinsi unavyokaa na watu, unavyozungumza nao, matendo yako unayoyafanya, ni utukufu wa Mungu uliokuwa juu yako. Amen. Bila utukufu wa Mungu watu wanaona kituko. Wanasema huyu mtu anaongea nini? Huyu mtu anazungumza nini? Huyu mtu amekaa kaaje? Kwa sababu ni utukufu wa Mungu wako juu yako. Lakini kwa sababu ya neema ya Mungu, Mungu anakuwekea utukufu katika maisha yako. Unapotembea, unapokaa na watu, watu wanakuona ni mtu tofauti kwa sababu utukufu wa Mungu upo juu yako. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hiyo utaiona katika kitabu cha Efeso sura ya 1 mstari wa 6. Lakini neema ya Mungu inatupatia riziki za kila namna. Utashangaa kumbe riziki pia ni neema ya Mungu. Unajua kuna kama unajua kama neema ya Mungu, unajua kuna watu wanaamka asubuhi hawajui chai wanaipata wapi. Kuna watu wanaamka asubuhi hawajui mchana watakula nini. Kuna watu wanaamka asubuhi hawajui jioni itakuwaje. Kwa hiyo kupata riziki, ukaona asubuhi umeamka, Mungu akupatia riziki, hata kama ni uji, hata kama ni chai ya rangi, hata kama ni chochote ukapata asubuhi, ni neema ya Mungu amekupatia hiyo riziki. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakorintho wa 2 sura ya 9 mstari wa 8. Na Mungu aweza kuwajaza kila neema kwa wingi, ili ninyi mkiwa na riziki za kila namna siku zote. Asante. Kwa hiyo riziki za kila namna siku zote. Za kila namna ni nini? Maana yake kwa siku unaweza kushangaa Mungu amekupa riziki ukala samaki, amekupa riziki ukala nyama, amekupa riziki ukala ugali, sina kitu gani. Chochote ambacho Mungu anakujalia kwa siku kama riziki ni neema ya Mungu. Wala sio kwa sababu wewe unajua sana au unajua kutafuta sana. Hapana. Ni neema ya Mungu tu. Kwa hiyo neema ya Mungu inatupatia riziki za kila siku. Kwa hiyo unatakiwa umwambie Mungu, kwa neema yako Mungu, ninakushukuru kwa riziki hii iliyoko mbele yangu. Maana ni Mungu amekupa hiyo neema ya kupata hiyo riziki. Kuna wengine wameitafuta wameikosa, lakini Mungu amekupa hiyo neema. Bwana Yesu asifiwe sana. Faida nyingine ya neema ya Mungu. Neema ya Mungu
kuachilia uzao. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anatupa neema, anaachilia uzao. Unaweza ukashangaa, uzao? Ni kweli uzao. Kuna watu wametafuta na watoto wamekosa, ila Mungu amekupatia watoto. Hiyo ni neema ya Mungu. Ni neema ya Mungu tena ya pekee sana. Neema hiyo ya Mungu, Mungu kwa neema yake anatupa uzao. Hebu angalia kitabu cha Luka 1:30 na 31. Usiogope kwa sababu umepata neema kwa nani? Kwa Mungu. Kwa maana utachukua mimba utazaa mtoto. Kwanza yule malaika alipofika akamwambia kwa maana umepata neema kwa Mungu. Ukipata neema kwa Mungu unapata uzao. Amen. Maana uzao ni neema ya Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Watoto leo nao wafurahia ni neema ya Mungu. Ni Mungu amekupa wewe uzao. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kama Mungu amekupa wewe uzao, mshukuru Mungu. Ona ni kitu cha thamani Mungu amekupa. Amekupa kitu cha pekee ambacho ni taurithi wa maisha yako. Amen. Mshukuru Mungu kwa neema hiyo. Amen. Kwa neema ya Mungu inatupatia uzao. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini neema ya Mungu inatupa kibali. Danieli 1:9-15. Mungu alimjalia kupata kibali kwa mkuu wa matowashi. Ni Mungu wa mbinguni ndiye anatoa kibali, sio wewe. Ukiona umepata kibali kwa watu wakakuona wewe ni mtu wa maana. Ukapata kibali ukapandishwa cheo. Ukapata kibali kwenye majirani zako pale unapofanya vikao vya majirani vya mtaa, wanasema jamani tunamuomba fulani aje hapa tupe ushauri. Tunaomba mtu fulani aje hapa aseme neno. Ukiona umepata kibali hata kwenye ukoo uliopo, wakakuita, wakasema tafadhali tunaomba baba fulani simama au mama fulani sema kitu kwenye ukoo wetu, tunatamani useme, tunatamani ushauri. Ukiona umepata hicho kibali, sio kwa akili zako. Amen. Ni neema ya Mungu inayotoa kibali. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kibali ulicho nacho ni neema ya Mungu. Sio kwa akili zako, sio kwamba unajua sana. Hapana. Ni neema ya Mungu inakupa kibali. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa ukisoma ile mstari wa 15, baada ya kupata kibali, huyu Danieli pale wa watu wake, Mungu akafanya. Akawaambia Danieli akawaambia yeye na watu wake, akamwambia mkuu wa watu wake, tujaribu sisi. Tujaribu sisi. Ukishajaribu sisi kwa kutupa tu vyakula vya mtama na maji, utuangalie sisi tutakula chakula cha mfalme. Hapana. Sisi tujaribu tu kwa hizo siku. Na baada ya hapo utaona Mungu wetu sisi ni mwaminifu kwa neema yake, utaona. Okay, Danieli akamwambia mkuu wa watu wake. Mstari wa 15 utaona. Ukisoma utaona. Baada ya hizo siku chache tu walipotazamwa wakaonekana ni watu walionawili, walionenepa, wamejawa na nguvu, ni kwa sababu neema ya Mungu ilikuwa juu yao. Amen. Afya ulio nayo sio kwa sababu unakula sana vizuri. Unaweza kuwa unakula kitu cha kawaida, lakini kwa neema ya Mungu kile unachokula hata kama ni cha kawaida, Mungu anaweka virutubisho katika mwili. Hivyo unavyokula vinarutubisha mwili wako, unaonekana wa tofauti. Ni neema ya Mungu iko juu yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo unajua kwamba kuna hasara kama utachezea neema ya Mungu ambayo Mungu amekupa juu yako. Kuna hasara utapata. Mungu atusaidie sana. Hasara ya kwanza kama utachezea neema hii, tumeanza tangu mwanzo kwamba neema ya Mungu pia ni wokovu tulionao, ni neema ya Mungu. Mungu amekupatia wokovu. Leo umeokolewa. Unaitwa baba fulani, unaitwa mama fulani. Umeheshimika. Umekuwa ni mtu mzuri kwa sababu ya neema ya Mungu. Kama utachezea neema ya Mungu, hautabaki salama. Hivi tuliona hizo faida ambazo tumeziona za neema ya Mungu. Kama utachezea neema ya Mungu, hata hizo faida hutaziona. Lazima ukae kwenye neema ya Mungu. Kukaa kwenye neema ya Mungu ni kukaa katika wokovu sawa sawa. Mungu atusaidie sana. Kukaa kwenye wokovu sawa sawa, ili neema ya Mungu iendelee kuwa juu yako. Sasa hasara ya kutokukaa katika neema ya Mungu au hasara ya kuchezea neema ya Mungu ni anguko la kiroho. Tuangalie Ibrania 10:26-29. Kwa hiyo kama tukifanya dhambi, haibaki tena dhabihu kwa ajili ya hiyo dhambi. Yaani si umeokolewa sasa, ukasema unaanguka kwenye dhambi, dhabihu haibaki tena kwa. Unapata anguko la ajabu. Ulikuwa ni mtu wa heshima, ulikuwa ni mtu wa pekee, ulikuwa ni mtu ambaye Mungu anakutumia, baadaye unapata anguko la kipekee. Unashangaa utukufu wa Mungu unaondoka kwako. Lakini unafikiri kwa nini unapata hiyo? Kwa nini hiyo dhabihu inatoka kwako? Endelea huo mstari huu tunaoendelea. Kuanzia unaifanya damu ya Yesu iliyokutakasa kuwa ni kitu cha ovyo. Unapomkosea Mungu ukafanya dhambi,
unapoteza neema ya Mungu kabisa, inaondoka kwako. Neema ya Mungu ambayo tumesema faida zake inaondoka kwako kabisa. Hakuna tena neema ya Mungu. Maana unakuwa umeichezea damu ya thamani ya Yesu Kristo, ambaye alikufa pale msalabani kwa ajili yako. Tumesema mwanzo kwamba wokovu ulio nao ni neema ya Mungu. Kama ni neema ya Mungu, unapochezea hiyo neema ya Mungu kwa kufanya dhambi, unapata anguko. Unaiona damu ya Yesu kama ni kitu cha ovyo. Mwanaume aliteswa pale msalabani kwa ajili yako. Alitendewa mate kwa ajili yako. Alidhalilishwa kwa ajili yako. Kwa nini uichezee neema ya wokovu ambayo Mungu amekupatia? Kwa nini usione kwamba ni kitu cha thamani Mungu amefanya kwa ajili yako? Kwa nini usiendelee kuishi maisha masafi na matakatifu mbele za Bwana? Kwa nini unaifanya damu ya Yesu kuwa ni kitu cha ovyo kwa kufanya dhambi? Uko tayari neema ya Mungu iondoke kwako? Uko tayari Mungu aachilie nguvu zake kwako? Tumesoma ya maandiko, hukumu ya Mungu itakuwa juu yako. Mtu anayetembea kwenye hukumu ya Mungu hana raha. Utakula chakula kipandi, utafanya kazi una amani. Hukumu ya Mungu ikiwa juu yako, hutakuwa na raha. Ila neema ya Mungu ikiwa juu yako, una raha. Amen. Tuangalia sala nyingine ya kuchezea neema ya Mungu. Huleta hukumu badala ya baraka. Ibrania 12:15. Unapopoteza kuheshimu na kuchezea neema ya Mungu, unashangaa kuna kitu linaibuka katika maisha yako. Unakuwa sio mtu wa kawaida. Unakuwa sio wewe tena ambaye ulikuwa unatembea na Mungu. Shina la uchungu linaibuka. Maovu yanaibuka ndani mwako. Dhambi zinaanza kuota ndani mwako. Unaanza kuwa mtu wa tofauti. Ulikuwa ni mtu wa heshima, unajali ibada. Ulikuwa ni mtu wa heshima, unapenda kumtolea Mungu. Unashangaa kitu kinatoka. Kuna kitu kinazaliwa, kinachipuka cha ajabu kwa sababu umeichezea neema. Na hukumu ya Mungu inaanza kutembea na wewe. Mungu atusaidie sana. Lakini hasara nyingine, Mungu atajuta kwa ajili yako. Kitabu cha Samueli wa kwanza 15:10. Anasema anajuta kumtawaza Sauli kuwa mfalme kwa sababu ya kufuata sheria na maagizo ya Mungu. Unajua ukichezea neema ya Mungu, Mungu akajuta kwa kuokoa. Akasema nimemwokoaje huyu mtu? Nimemwokoaje huyu dada? Nimemwokoaje huyu kijana? Nimemwokoaje huyu baba? Kwa nini nimemwokoa? Kwa nini nimempa neema ya kupata watoto? Leo yeye ananidhi yake ananikufuru. Kwa nini nimempa baraka leo umepata kazi? Leo kazi yake anafanya kazi ya kunikufuru. Aniheshimu mimi. Ukiichezea neema ya Mungu ambayo Mungu amekupa, Mungu anaweza akajuta kwa zile baraka ambazo Mungu amekupatia. Mungu anaweza akajuta kwa wokovu pia alikupatia. Alijuta kwa Sauli kwamba kwa nini amemtawaza kuwa mfalme. Alijuta kwa sababu ya kuyasikiliza maagizo ya Mungu. Ni maagizo gani Mungu amekupa? Ni mambo gani ambayo Mungu amezungumza na wewe? Ni mambo gani ambayo Mungu amesema na wewe kupitia maandiko matakatifu? Mahubiri ya kila siku ambayo Mungu anakufundisha. Lakini umekuwa mkaidi. Umepoteza ile neema ya Mungu ya kuyasikiliza na kuyashika. Kama utaendelea kushika mafundisho na kuishi maisha mazuri yanayompendeza Mungu, ukaichezea neema ambayo Mungu amekupatia, una hatari kubwa sana. Mungu anaweza akajuta. Unajua hata wewe unaweza kuwa shaka umekaa na mtu, wale ambao mmebahatika mkapata watu wafanya kazi mbalimbali, ukashangaa umekaa na mtu vizuri, ukashangaa na kufanyia vibaya. Unaweza ukajuta kwamba kwa nini hivi mimi namfanyia wema, kwa nini ananifanyia vibaya? Na wakati unaweza kumuondoa katika eneo lako la kazi, ukamwambia bwana, kuanzia leo naomba tafadhali niachie eneo langu. Kwa nini? Kwa sababu unajuta kwamba nimemweka mtu afanye kazi lakini ananifanyia dhihaka, ananifanyia vibaya. Sasa Mungu anapojuta, kama mwanadamu anaweza akajuta akasikitika, Mungu naye anajuta anapoona kwamba yale leo yatarajia kwako baada ya kukuokoa, yale ambayo ameyatazamia kwako baada ya kukuokoa, anaona hayaoni. Anaona vitu vingine. Anaona unaichezea damu ya Yesu ya thamani. Mungu anajuta kukuokoa. Ila ukijua neema ya Mungu, ukaishi kwenye neema ya Mungu, Mungu atakufurahia. Lakini ukichezea neema ya Mungu, utafanya vitu kwa mazoea. Waamuzi 16:20. Unapewa huduma, unafanya kwa mazoea. Umeambiwa fanya jambo fulani la kimungu, unafanya kwa mazoea. Kwenda kanisani, unafanya kwa mazoea. Niende nisiende, kwa nani ananiuliza? Kila kitu cha kimungu utafanya kwa mazoea.
Hautafanya kama ule mzigo uliokuwa nao mwanzoni tangu ulipokuwa umeokolewa. Utafanya kila kitu kwa mazoea tu. Unaona tu ni kitu cha kawaida. Hausikii mzigo wote, haujisikii kama unapofanya kwa tofauti kama Mungu anavyotaka, hausikii moyoni kusikia dhamiri kukuhukumu. Kwa sababu ile neema ya Mungu imeshaondoka kwako. Kwa kila kitu unafanya kwa mazoea tu. Unaona kila kitu ni sawa tu. Unaona kila kitu ni hivyo tu kinaenda. Sasa Mungu atusaidie ili kwamba tuweze kufanya vitu kwa neema ya Mungu ambayo ipo juu yetu. Mambo ya kufanya ili neema ya Mungu iendelee kuishi katika maisha yako na neema ya Mungu iendelee kukukalia daima. Kama hujampokea Yesu leo, ni nafasi yako ya kumpokea Yesu. Tumesema neema ya Mungu ni wokovu. Mpe nafasi Yesu. Kama uko mahali hapa lakini hujampokea Yesu leo, tafadhali fanya uamuzi. Mwambie Yesu, niko tayari, niko mbele zako. Niko tayari kukupokea. Niko tayari Yesu uwe ndani yangu. Niko tayari Yesu uwe wa kwangu. Ukiamua leo kumkiri Yesu kwa kinywa chako, utakuwa umepokea hiyo neema. Kwa neema inakuja kwako kwa kumpokea Yesu. Kama uko leo upo tu unakuja kanisani lakini hujampokea Yesu, maana yake hujaokoka. Kama uko mtu wa namna hiyo, leo usiondoke hapo hujaokolewa. Amen. Neema ya Mungu iko juu yako. Amen. Na iko tayari kuanza kutembea na wewe. Amen. Ni kuamua tu sasa, niko tayari kumpokea Yesu. Yesu atafanya makazi pamoja na wewe na utakuwa mtu wa Mungu na neema ya Mungu itakukalia. Lakini sambamba na hilo, inawezekana umeokolewa tayari, lakini pamoja kama umeokolewa, umeishi maisha ambayo yampendezi Mungu, neema ya Mungu imeondoka kwako, nenda kwa toba mbele za Mungu. Mwambie Mungu, nisamehe. Mungu, nimekosa. Nimechezea neema yako. Nimeifanya damu yako kama kitu cha ovyo. Nimekuwa sio mtu ambaye ninafuata maelekezo na sheria zako Mungu. Ninaomba toba, naomba unisamehe. Kwa hiyo ukamwendea Mungu kwa toba. Ukimwambia Mungu, naomba unisamehe. Ukimwomba Mungu kwa toba, Mungu ni wa rehema. Atakusamehe na neema ya Mungu itaendelea kwa juu yako. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la pili la kufanya neema ya Mungu iendelee kwa juu yako, tembea katika unyenyekevu. Tuangalie Yakobo 4:6. Mungu huwapa neema wanyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiwa mnyenyekevu, Mungu anakupa neema. Ukitaka neema ya Mungu iendelee kwa juu yako, acha kiburi, acha kujiona. Acha kujiona kwamba ni kitu fulani hivi, ni mtu fulani hivi. Kuwa mnyenyekevu. Msikilize Mungu. Sikiliza watumishi wa Mungu. Kuwa mnyenyekevu, fanya kazi ya Mungu. Hata vile vitu ambavyo unaviona kwa akili za binadamu ni vitu vya kawaida sana, lakini vya kimungu vifanye. Endelea kuwa mnyenyekevu, jinyenyekeshe mbele za Mungu. Maana ukifanya hivyo, Mungu anazidi kulelesha neema kwako. Neema inaongezeka. Na neema inapoongezeka ni baraka. Tumeona faida za neema. Ni baraka, ni kibali. Unapoendelea kuwa mnyenyekevu, unapata kibali mbele za Mungu. Kwa zile faida tulizoziona, utaendelea kuzipata kama utaendelea kuwa ni mtu mnyenyekevu. Jambo la tatu, fanya maombi. Haya maombi naomba tuyasome. Zaburi 51:10-13. Kwenye chumba chako cha siri, ukakaa kumwambia Mungu, Mungu niumbie moyo safi. Mungu nipe furaha ya wokovu. Mungu, unamwambia Mungu kwa maneno yako ya kinywa chako. Ukifanya hivyo, neema ya Mungu inakukalia. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la 4, kataa maisha ya dhambi, ishi maisha matakatifu. Hiyo tulishaona kitabu cha Tito 2:12 tulishasoma. Kataa maisha ya dhambi. Dhambi inakusaidia nini? Dhambi inaondoa ile neema ya Mungu inatoka kwako. Dhambi inakufanya ukose kibali. Dhambi inakufanya uwe mtu wa tofauti wa ajabu. Kwa nini ung'ang'anie dhambi? Ni kitu gani? Acha na dhambi. Mpende Mungu. Ishi maisha matakatifu. Neema ya Mungu itaendelea kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Naomba tusimame.